Imani tukufu na isonge mbele. Mimi naita hapa, natakiwa ushirikiano mkubwa. Sio mwenzako unamwacha au unakaa ushirikiano na kelele, mnapiga na kelele. Ushirikiano lazima uwe na imani ya nguvu, sio kwamba ushirikiano unampigia mwenzako. Hapana, wote tumeshirikiana pamoja. Mwaka huu vijana wetu wanaenda jando, kwa hiyo tushirikiane mkutano kubwa ili vijana waendelee vizuri. Kushirikiana kuwalinda wale vijana. Umenipata? Ndio. Sio kwa kimya mpaka watu wasikie kwamba hapo kuna vijana wanakuja kushirikiana. Baada ya kusema hayo, natakieni shughuli njema na mshikamano mzuri. Imani tukufu na isonge mbele. Kudula, nafahamu fika nyie ndo mabinti zangu wa pekee sana. Watoto wangu yani ninaowategemea mimi, na nina furaha sana Mungu kunipatia watoto wa kike kama nyinyi. Sasa mmeshakuwa mabinti zangu, naenda kuwekwa ndani, naenda kuwa wamwali. Hivyo sasa naomba msinitie aibu, msinitie aibu watoto wangu. Nipeni heshima na mimi nijisifie katika kijiji hiki. Ila nina vitu vichache tu vya kuambia watoto wangu. Cha kwanza, naombeni mkamheshimu mwalimu wenu, mkae wasikivu, msio wakaidi. Nidhamu pia izingatiwe. Hayo yote mkiyafanya, mimi mama yenu nitakuwa na furaha, na nyie pia mtakuwa wamama wema siku zijazo. Hamtakaa mbaki kwa mabinti siku zote hivi, ila mtakuwa na nyie wamama, mtakuwa na watoto wenu, na watoto wenu hao mtaenda kuwafundisha kile ambacho mnafundishwa kwa sasa, kama mimi ninavyowaelekeza hivi. Kile nilichofundishwa zamani kipindi cha usichana wangu ndio hicho ninachowapa nyie. Sijui mnanielewa? Nendeni wanangu, mkae watiifu. Najua siku so nyingi mtakuwa wamwali. Tawekwa ndani, fanyeni mafunzo vyema, kweni wasikivu, mheshimu mwalimu wenu. Kila anachowafundisha kishikeni mkiweke akili. Mtanipa heshima katika hiki kijiji. Nafurahi sana wanangu, yaani mnaponipa moyo hivi, yaani nafurahi sana. Naamini mtakuwa wasikivu wazuri, si ndio hivyo? Haya wanangu, mimi nafurahi kwa kunisikiliza, na maombi yangu ndo hayo. Haya, tuchambueni haraka mahindi haya, twende tukasage. Sawa. Ndio mzee. Mimi nakupa usia kwamba wewe ndio utakukabidhi baadaye. Kwa hiyo kaa na wananchi vizuri, uwasikilize shida za wananchi. Ndio chifu. Sio naambia unakaa kimya, unakwambia hivi, unakwambia kiongozi huyu hafai. Lazima uwe imara na wao, kwa sababu mwananchi utakapomdharau, basi wewe heshima yako inateremka chini. Kuwa imara. Ndio chifu. Hiyo nakwambia, zingatia barabara. Wao ndio utakuaminia uongozi. Ukiwa kiongozi, lazima kila mtu anakuangalia wewe utafanya nini.
Unapotetereka tu basi umeshaharibu wananchi. Umeelewa hapo? Alafu wewe unajua watu wako wanaishi vipi. Ushirikiano unafaa. Ndio mzee. Wewe ndio unakabidhiwa kiti kama itakuwa sipo. Kwa hiyo vijana, watu wote wao kwenye himaya yako. Lazima uwe himaya na watu nzuri. Ndiyo mkuu. Himaya tukufu na isonge mbele. Nimewaita ili niwapashe habari. Hali ya kijiji chetu si shwari, lakini pia afya ya chifu haiko vizuri. Hivyo basi, kama vijana tegemezi na vijana nguvu kazi katika himaya yetu hii, nendeni mafundishe wenzenu na kuwaelekeza jinsi ya kudumisha umoja tulio nao, na asiwepo mtu yeyote atakayewadanganya kwa ajili ya kuharibu himaya hii tukufu. Mnaelewa vizuri? Nendeni mkafundishe na mkawaelekeze haya ambayo nimewaarifu, kujua kwamba ninyi ndio tegemezi na ndiyo nguvu katika himaya yetu tukufu. Himaya tukufu na isonge mbele. Mnaweza kwenda. Ndugu yangu, ndugu yangu, mimi kuna jambo linanichanganya kuhusu chifu na watoto wale walioko Jando. Unajua kama chifu wetu anaumwa na wale watoto inatakiwa wapone, na ili watoto waweze kupona inatakiwa chifu awe binti mdogo sana, na katika himaya yetu tuna mabinti wawili tu. Kati ya wale mabinti mmoja ndio inatakiwa aolewe na chifu ili wale watoto waweze kupona, na pointi ya chifu ni kudula. Kudula? Kudula sana mchumba wake na akitoka tu anaolewa. Je, inawezekanaje hilo? Ndiyo hivyo, sheria na taratibu za kwenye himaya yetu imepangwa iwe hivyo, na mimi nimeamua kukufikishia tu ujumbe. Mwanangu, una heshima wewe. Na mwenye namwelewaga kweli. Kuolewa ndo kuozesha, yaani kwenye yule mwanaume ambaye anaeleweka Kabisa. Mmoja nayo na wewe. Mama ndaa hata kujiongeza kuchuma tembele Yaani mume wangu. Muda ndo tatizo, afu si niambia una njaa. Kwa ndio maana nikawahi. Na hapa kweli umeniwezea, maana hapa nibaki kidogo nianguke. Kule. Kula mwanangu. Niambie mume wangu za kazi lakini. Salama, umeshindaje hapo? Tumeshinda safi, sijui wewe. Nashukuru. Ana hapo umeniwahi, maana ungesikia tu mmeo kaanguka na njaa. Hivi Baba Ndawa. Naam. Una taarifa gani hapa kwetu kijijini? Taarifa ninayo. Na taarifa ninayojua mimi ni kuhusu kuumwa kwake. Na asubuhi nilipitia kwenda kumjulia hali, wameniambia anaendelea salama. Je, kuna taarifa nyingine? Chifu anaumwa. Tena anaumwa kweli kama unavyomuona. Anatakiwa amuoe binti ambaye ni mwali. Na ukiangalia kwetu hapa kijijini, wako mabinti wawili tu. Na anatakiwa aolewe. Kudula.